hapa ndio stand bora zaidi. Hii ndio stand bora ya mambo ya agro processing na value addition, yaani kuongeza dhamana. Na hasa tunaposema ya kwamba nyinyi mlitunukiwa kama kibanda ambacho ni bora zaidi, ni bora zaidi kwenye agro processing, ni kumaanisha nini? Ni kumaanisha kwamba vile tulipata number 1 katika upande wa agro processing ni mambo ya kuongeza dhamana. Yale zile bidhaa ambazo tumelima, ambazo ni za kilimo, zile tumelima kuongeza dhamana. Kitu ambacho kimenivutia sana Mombasa, na ninapokuja Mombasa, ni coconut, nazi ile. Ile tunaongeza dhamana. Nazi tunaongeza dhamana. Nazi yenyewe ndio hii. Ndio hii. Hii ndio nazi ambayo tumetumia kuongeza dhamana, kupata mafuta haya. Haya mafuta imetengenezwa kutoka kwa hii nazi, na hii mafuta inatumika sana kwa hali ya matibabu ya magonjwa na condition fulani za kiafya. Kwa hivyo hatulimi tu tunamwacha mkulima. Hatulimi tu tunamwacha mkulima, ili hali tunanunua ile bidhaa, tunakuja tunaongeza dhamana, tunapata hii mafuta ambayo inatumika na watu wale wako na ulcer, watu wale wana pressure, wanatumia. Nafikiri umesikia sana mambo ya virgin oil. Ndio hii. Virgin oil ndio hii, na inasaidika sana hospitalini kusaidia wale wagonjwa wako na condition. Na ngurubuzi zetu tumewafundisha kuongeza dhamana, wamejipatia ajira na wameingia sokoni katika viwanda na wanauza, hata wengine wana export. Mimi wajua ulipokuwa unanileta hapa nilivutiwa sana na hii. Lakini sasa sitaki hii. Mimi nataka hii nimpelekee mtazamaji wangu ili ajue kwamba nilikuwa Mombasa kabisa na kwamba tunafanya hiyo value addition, tunazungumza vitu ambazo ziko. Madam, najua coconut na vile vile najua madafu. Sijui tofauti ni nini, na naona kuna madafu hapa ama ni nini? Na mimi najua na madafu ni coconut ambayo haijakomaa. Sasa ile nimekuonyesha ni ile imekomaa ambayo nimekuambia tunatengenezea hii mafuta inaitwa coconut virgin oil. Na hii ndafu ni hii. Hii nayo ndio inaitwa mandafu. Hebu shika uone. Ambaye kuna mtu aliniambia nimbebe, nikamwambia atume lori ili nibebe mingi. Haya sawa, utambebea. Hii ndio inaitwa mandafu ambao tunatengeneza maji yake ya ndani, tunaweza kukunywa straight bila kuongeza kitu kingine. Ya kwamba haya ni mafuta. Hii ni mafuta. Lakini hapa tunatengeneza. Hapa ukikata ile ndafu unakunywa ile maji yake. Ambayo pia ninakwambia ni medicinal. Ina value ya kuleta uponyaji katika miili yetu. Ambayo tunatengeneza. Na hapana sio hiyo, nayo ile tui ya ile nazi ambayo imekomaa nimekuonyesha inatengeneza hii maziwa. Hii ni maziwa ya nazi. Ukishakunywa yale maji ambayo yako ndani, kile kinabaki unatengeneza hii. Hapana. Ile maji ya tui inakujua maana ya komaa. Ile imekomaa ndio unatengeneza hii maziwa ya nazi. Na hii maziwa ya nazi ndio unatumia kutengenezea hii virgin oil na kutengenezea hii coconut yogurt. Hii nayo ni coconut yogurt. Hii ni coconut yogurt ambayo imetengenezwa kutokana na maziwa ya nazi. Ile tunaita tui, huko Mombasa tunaita tui. Nilidhani najua. Ulidhani unajua. Kumbe sijui. Na ndio maana nikaja hapa ili nisome zaidi. Hiyo tu ndio inatengenezwa coconut yogurt. Kuna mengi ambayo yanaendelea hapa. Naona kweli una maofisa kila mahali wa kufunza wakulima. Hapa na hapo ni nini tunafanya? Hawa ni wabiashara wetu. Ile mafuta hii ya nazi. Hii kama hii unaona hii ni kama hii. Nayo inatengenezwa, inaongezwa dhamana. Nataka tuzungumzie wale vijana tunapoendelea kuwaonyesha zile nafasi ziko kwa value addition. Wale ambao hawajaweza kukumbatia teknolojia wanasema ukulima ni ushamba. Wewe una neno lipi kwao wakiona mambo ambayo yanaendelea hapa? Mimi ninaambia vijana wetu wasiseme ya kwamba ukulima ni kushikashika mchanga. Maana unaweza kuchukua zile bidhaa za kilimo na vile vile kwa sababu hawataki kufanya kazi ngumu. Wanakuja wanakaa katika viwanda vyao, wanaongeza dhamana na wakiongeza dhamana wataweza kuuza. Na vile vile tunasema mnazi haupotezi chochote. Unaona hii ni yale matawi ya mnazi inatengeneza hizi vitu, na ule mti unatengeneza hii ni ya kupakulia supu. Pia hii imetengenezwa kutoka kwa mnazi. Nilidhani ni ya kupakulia mnazi. Na sio ya kupakulia mnazi. Siku hizi inapakulia supu, inapakulia kitoweo.
pojo ama maharagwe. Kuna mambo mengi sana ambayo ni manufaa na ambayo inafaa mayuthi wetu kufanya. Na ukishatoka shambani naona kuna mambo mengi tu hapa hivi. Ona hata huu mnazi unaweza kutengeneza toy. Hii ni ile nganda ya ile nazi. Ni ile coconut shell ambayo tunavunja. Ile coconut shell. Atutupi, ona inarembesha na inaweza kutengenezea toy za watoto. Haya, inatumika kutengenezea hii mbango. Hii necklace. Alafu inatengeneza hata hizi earrings. Kwa hivyo mnazi wetu hapa pale haupotezi chochote. Hata hii unaweza nunulia bibi yako. Si unaona hii ni nzuri sana, akaweke kwa. Hiyo nayo pia umenilazimisha nimnunulie. Hiyo utamununulia, weka hapo. Nilikuwa nimnunulie moja, utaniandikia invoice hii. Nakuandikia hii. Nataka yule kijana ambaye yuko nyumbani anasema hakuna kazi, ako Mombasa amelala tu. Hizi ni nafasi nyingi tu sana za kazi ambazo si lazima aguse ule mchanga, lakini zinahusiana na ukulima wetu. Mzungumzie ajue ya kwamba kuna nafasi za kazi. Na bwana, utanidai hii, najua ya kwamba madam hapa amesema lazima ninunue hii. Mzungumzie yule kijana. Sasa yule kijana, mimi ninaambia vijana mujipatie ajira kupitia mambo kama haya ya kuongeza dhamana. Ukiangalia hata hii ni lab shade na imetengenezwa na vijana wetu. Kwa hivyo wa vijana hii ni imetokana na ile tawi ya nazi. Wanaiboresha, wanaitengeneza, inatoa lab shade nzuri. Kwa hivyo mimi ninanenea vijana wetu, musione ugumu. Kama hamtaki kushika mchanga, mnaweza kuongeza dhamana yale mazao ya mimea yetu kama hii nazi. Alafu mnajipatia ajira, mnajipatia pesa mfukoni na mnapunguza umasikini badala ya kuingia katika hali za uhalifu. Jipatieni kazi ya ajira na kuongeza dhamana katika kuongezea dhamana mimea yetu ili muweze kupata pesa mfukoni. Hii hapa naambiwa ni ndomat. Hii ni ndomat, inatokana na unaona ile nazi yetu. Ile vitu vya juu. Ile husk ile husk. Ile manyoya ya husk zetu inatumika kutengenezea hii ndomat. Walidhani ya kwamba Mombasa hakuna ukulima. Walidhani Mombasa hakuna ukulima, lakini ule ukulima huko Mombasa. Sisi ule ukulima huko wa nazi, tunalima nazi na tunalima pesa. Na walio na uchafu kwenye nyumba. Walio na uchafu kwenye nyumba pia tunapata fagio nzuri kutokana na mnazi wetu. Kwa hivyo mnazi wetu haupotezi chochote. Tunatumia wholesome. Tunautumia wholesome. Kuna mambo mengi ambayo vijana hawajui. Sijui mnatumia mbinu gani ili kuwafundisha mambo haya, kuwaleta karibu na huu ujuzi, wasilale kule waseme ya kwamba mimi sina habari. Sisi tunaambia wakulima wa vijana wetu wajiunge kwa vikundi. Mkijiunga kwa vikundi, mtembelee ofisi zetu za kilimo. Na mkifika pale kwa ofisi zetu za kilimo, mtaunganishwa na watu wale ambao wana hizi mbinu ambao wanaweza kuwafundisha na mnaweza kutengeneza hizi bidhaa mkiuza na kupata pesa. Kama hii, ona ni thermos. Ona hii ni thermos ya nazi. Thermos ya nazi. Si unaona hii ni mnazi wetu huu. Na unaona ni thermos ndani. Ile chupa ya ndani ya thermos tumefumbua uvumbuzi wa kutengeneza hii thermos ya nazi ambao inauzwa pesa nyingi sana. Hii inaenda kwa 2,000. Maana hata ikianguka haiwezi vunjika, maana huu ni mti wa nazi. Kwa hivyo tunataka vijana wetu wafanye mambo kama haya. Hii ni taa. Unaona huu ni ule mnazi wetu huu ni ule mti wa mnazi. Ule mnazi ambao mnazi. Ona tunatengeneza taa, wanaweka mbabu hapa alafu tunautumia. Kwa hivyo sisi tunasema mnazi wetu una mambo mengi. Na vijana wetu wa hapa tunawaambia wajiunge kwa vikundi, wapate haya masomo, wajipatie ajira, wafanye kazi na waweke pesa mfukoni. Na tukiangalia hii taa ni taa ya stima. Sidhani ni ile taa ambayo lazima pambane na hali ngumu ya pambane na hali ngumu ya kuweka ya petroli ama mafuta taa. Kuweka mafuta taa, ni kutengeneza, kuweka mbabu na kuwakisha. Niliwaambia kwamba ni ukulima wa kisasa, ukulima dijitali. Na kweli County 001 kweli kuna ukulima mzuri tu sana wa nazi, lakini nataka tugusie mambo mengine tu, yani ambayo sio ya nazi. Ni mambo gani mengine? Leo nimebeba hii yote ni mambo ambayo wanafunzwa hapa.
na ngikwira guku no ku ungimenyera maundu ta maya uyu mchicha ni uria witaga terere kwanyu no maundu maya mothe urathomithirio guku gwa Kayuka Murimi tucerete Mombatha na ni urakira haha county director aratumenyithia ati maya ni maundu maria makorwo magithomithia ndokoro wewe ciragia Mombatha gutire kanya mutigano gutubera na macumbi acia guku gutubera na macumbi ucoke uhune wehonie no thondeke kingotore muhuko-ini waku tuthi na mbere na kuona maundu maya tondu guku nikuo turathoma maundu maria magiriru gukoro ukingirira urimi digital urimi uria guthomithagia o haha tuthi ruke guku tuyonera maundu maya ni urakiona hii ni nini madam hii nayo ni muogo mnajua huku kwetu kwani tunalima miogo sana muogo lazima tuutaje huu ni muogo tunalima muogo na huu muogo tukiukausha na tutengeneze chips ya muogo kama hivi muogo tunakausha vipi tunakausha kutumia solar dryers solar dryers tukikausha tunatengeneza hii chips ya muogo tunaenda tunasaga tunapata hii unga tukipata hii unga sasa tunakuja tunaiboresha zaidi tunatengenezea queen cake hizi ni queen cake za miogo hii ni ya muhogo ni queen cake za miogo kila hii nitakula queen cake ya muhogo queen cake ya muhogo pia nitakula sio lazima ukule queen cake ya ngano peke yake hii ni queen cake ya miogo hii ni keki ya muhogo unaona hii ni keki ya muhogo na kuna nyingine hapa ya harusi ya muhogo hapa ya muhogo na hii imekuwa decorated ni ya muhogo. Kwa hivyo huu muhogo wetu unaweza kuboreshwa, kuongezwa dhamana, kutengeneza products nyingi. Hii ya harusi. Na hawa wasichana, hawa ni mayuthi ambao wamejipatia ajira kutumia kuboresha hizi unga, wakitengeneza keki wakiweza wakipata pesa. Wajua nimekwama hapa kwa keki ya muhogo na mwelekezi wangu. Hata anakwini keki zangu na atakuwa anafanya harusi hivi karibuni. Mimi nimejitolea ya kwamba keki yake itakuwa ya muhogo. Anapenda muhogo sana na najua nitamchukulia keki ya muhogo. Sawa sawa. Nataka tuzungumze hasa maono ya kiongozi wa taifa hili Bwana Uhuru Kenyatta. Ametuambia kwamba the big four agenda kutoka food security. Kuna over reliance on maize. Watu wamekuwa wakitegemea mahindi wakikuza hata mahali ambapo haikui. Lakini muhogo unafanya vizuri. Hebu wazungumzie na nyinyi kama county mnahamasisha aje watu ili waweze. Sisi kama county tuna program ambayo tunarudi nyuma na kukumbuka yale zile chakula za kienyeji. Mambo ya miogo, mambo ya millet, sorghum, ngwase, millet, sorghum. Na sasa unaona kama huu muhogo ukiutengeneza hivi alafu utengeneze unga, utaongezea unga kidogo ya sima kutengeneza, ama hivi ulivyo hivi unaweza kutengeneza ugali wa muhogo. Kwa hivyo wakulima wetu na Wakenya kwa jumla hawatakuwa na ile over reliance ya mahindi. Lazima wakuwe na mahindi ndio wakuwe chakula. Tuna promote zile chakula za kienyeji. Kile chakula wazazi wetu na babu zetu na nyanya zetu walikuwa wanakula. Miogo, ngwase, finger millet, mambo kama hayo. Hapa sitoki mpaka kwanza nione ya kwamba baobab na pale mabuyu hapo ndio tunajua ya kwamba zinakaribiana sana. Sasa hii mbuyu wenyewe ndio hii. Hii ndio mbuyu yenyewe. Hii ndio mbuyu yenyewe. Wale wapenzi wa matunda hapa ndipo. Mbuyu yenyewe ndio hii ambao wanapasua hii mbuyu wakipata haya matunda. Haya matunda ya mbuyu ndio haya. Alafu wanayaongeza dhamana kutengeneza peremende. Hizi peremende hata ukienda supermarket utapata hizi peremende na zinaonja tamu na ni ndawa. Hebu waambie vizuri sana yule mtu ambaye atakuwa anakula hizi peremende anafaa akule atupe ile mbuyu ama itakuwa ni vipi pale, sababu wengi wanatafuna kidogo tu wanatupa. Ukitafuna hii peremende unabaki ile mbegu yake. Na hiyo mbegu yake pia inaongezwa dhamana. Ndani kuna kitu kama mafuta ambacho kinaongezwa dhamana ikitengeneza biskuti. Hizi ni achari za ndimu. Na ukitumia hizi unaweza kukula vizuri, inakupatia appetite. Ukiona nimenyamaza vile ni kumaanisha sishiki lolote na siku anaelewa, lakini hivi leo unaona hii ni mbuyu na ile mbegu ya ndani ndio imetengeneza hizi. Kweli leo nimesoma mambo ambayo mimi sikuwa nayajua. Kweli waliosema ya kwamba tembea ujue jirani yako anafanya nini. Nimetembea leo na nikashukuru sana. Asante na nitakuja tena sababu haya mafunzo mimi sitaki yaishie hapa. Nataka tuende kule kwa wakulima, tuwatembelee, tufanye kazi na wao na tuonyeshe wengine, tutie wengine motisha ya kwamba kweli ukulima ni pesa. Ukulima ni pesa.
na mwiroreri wakwa ni urakiona maundu maria ndirathomera guku ti maundu ungikorwo ugithoma kundu kungi tondu we utoumagaraga ngwiraga ona ndukamenye ni muthenya muthi ngamenya maundu maingi na no ndirathie na mbere na guthiururuka guku nigetha menye maundu mangi maingi itoi ma Mombatha ni ona ni ndioi ati ni kuri maundu ta maya ndugathie haraya nitugucokereria ica ritari kunene.